It is believed that anyone going around Kitui's Nzambani Rock 7 times will have his gender changed. Or her gender changed. Katika moyo wa kaunti ya Kitui, kusini mwa Kenya, linasimama jiwe kubwa la ajabu na lenye historia ndefu na ya kuvutia. Jiwe la Nzambani, likiwa ni mojawapo ya maajabu ya kiasili katika eneo la Ukambani. Jiwe hili limekuwa kivutio sio tu kwa wenyeji, bali pia kwa watalii kutoka pande zote za Kenya na hata kutoka mataifa ya kigeni. Lakini jiwe la Nzambani si tu jiwe kubwa linalotoka ardhini. Lina hadithi, lina imani, lina uzito wa vizazi na vizazi vya simulizi, desturi na mafumbo. The Story Spot. Jiwe la Nzambani ni jabali la asili lililosimama kwa urefu wa takriban mita 183 kutoka usawa wa ardhi. Linasimama peke yake juu ya tambarare za Kitui kama mnara wa asili unaotazama maeneo yote yaliyo karibu. Kutoka mbali linaonekana kama kasri lililojengwa kwa mawe, lakini ukilifikia karibu utaona muundo wake wa kipekee. Jiwe kubwa lililokuwa miaka maelfu kujengwa kupitia michakato ya kijiolojia kama vile mgandamizo wa ardhi na momonyoko. Wanajiolojia wanaamini kuwa jabali hili ni sehemu ya miamba ya kale kabisa barani Afrika iliyobaki baada ya momonyoko wa ardhi ulioondoa udongo na miamba midogo midogo. Lakini kwa wenyeji, maana yake tu si ya kisayansi. Jiwe hili lina roho, lina uhai. Kwa wakazi wa eneo hili, hasa Wakamba, jiwe la Nzambani lina hadithi ya kitamaduni ambayo imekuwa ikisimuliwa kizazi baada ya kizazi. Nataka utuambie historia ya hii jiwe. Jiwe hiyo ndio nataka utoe msemo nini. Hapo zamani za kale kulikuwa hakuna mawe wala mlima. Watu walikuwa wanakuja kutafuta kuni hapa, kutoa nyasi, kulisha ng'ombe. Kwa hili jiwe? Kwa hiyo hapa kulikuwa flat, hakuna mawe wala mlima. Lilikuja tu zamani. Ngoja utauliza baadaye, kwanza nikueleza kila kitu kilitokea. Msichana watatu walikuja kutafuta kuni hapa saa jioni, na wakaendelea kutafuta kuni at long last. Mmoja kati yao alipata ile mawe iko smooth, ile iko round. Akachukua. Akaangalia akaona hii mawe ni nzuri. Waje nipelekee nani? Babu na nyanya, wakaswake tumbako na ile tumbako ya kienyeji. Akachukua, akaweka hapa kwa matiti. Wakati huo watu walikuwa hawana nguo, walikuwa wanavaa ngozi ya ng'ombe. Akaweka hapa na akaendelea kutafuta kuni. Ilikuwa saa jioni. Alipoendelea kutoa kuni, at long last alisikia hapa pamekuwa mzito na hii kitu inavinya. Akaona ni kama labda ile ngozi. Kuingiza kitole ndani, akakuta ile mawe imeshikana na mwili. Akang'ang'ana naye akiwa ananyamaza, anauliza hii mawe ni aina gani? Na imeingia kwa mwili, akang'ang'ana naye. Nikafika kwa mguu, akawa hawezi tembea. Akaita wale wengine akawaambia, kimbieni hapa kidogo tafadhali. Mambo yamekuwa ingine. Walipokuja wakaja na tukuni yao wakaweka chini. Wakakuta ametoa nguo na hiyo mawe imeshikana mpaka kwa mguu. Na inaendelea kuwa kubwa. Wakang'ang'ana naye mpaka usiku ukaingia. Wakaulizana, je, hiki kimeshika mwenzetu hapa? Hata wengine sisi kitatushika. Wakachukua tukuni yao na wakatoroka sawa. Kisangise kiingia. Wakaenda wakaeleza family. Waambia fulani amechukua ile mawe ya kusiaka tumbako, aletee nyanya na babu asake tumbako. Lakini bahati mbaya
hiyo mawe imeingia kwa mwili na tumemwacha huko msituni. Wapi? Twende. Wakaletwa wakakuta mawe hiyo imeingia kwa mwili, imefika hapa chini. Nikisho tu imepaki. Wanaitana Nzamba. Msichana alikuwa anaitwa Nzamba, wakazunguka mpaka saa 3:30. Wakakimbia vile nao. Asubuhi wakaambiwa kupika nyumbani, wakaambiwa na wazee mwende kutafuta mbuzi nyeusi na kilungu mpike safari moja. Ya pili muone kama na mbuzi mchinje hapo. Pengine Mungu itasikia na muachie mtoto wenu. Alikuja wakafanya hivyo, wakapika kilungu, wakachinja hiyo mbuzi nyeusi, wakakula bila chumvi, lakini wakakuta completely amekufa na Mungu. Hakuna kitu, hakuna nini Nzamba tena. Wakang'ana mpaka ikifika saa hii wakaenda nyumbani. Mpaka wa leo hii mawe yanaendelea. Ile tunapandia pale ni titi lake moja. Na ile ingine ilianguka pale chini ni 1952. Basi wakakaa wase wakawa wamekuja. Simuliona kebu siko pale ndani. Basi walikuwa wanakuja kutoa sadaka pale, wanachinja mbuzi nyeusi, wanakula nyama bila chumvi, wanamwaka kama chakula kupika pale kwa ofisi. Mvua ilikuwa inanyesha. Na wakaendelea hivyo. Katokea kijana akasema anaona wasichana wale wanaolewa wakiwa vizuri sana na wanaume. Akaambiwa afanye hivi. Kama unataka kuwa msichana, zunguka pale mawe hiyo mara ngapi? Mara 7. Kaja akasunguka jioni, maneno yake akawa msichana na akaolewa, maneno yake yakaisha. Imani maarufu zaidi ni ile inayosema kwamba mtu yoyote atakayelizunguka jiwe hili mara 7 hubadilika jinsia. Mwanaume anakuwa mwanamke na mwanamke anakuwa mwanaume. Ingawa haijawahi kuthibitishwa kisayansi, simulizi hii imekuwa kivutio cha watalii. Wengi hujaribu kulizunguka mara 1, 2 hadi 7, huku wakicheka, wengine wakitafakari kwa hofu, wengine wakitaka kuthibitisha ama kupinga simulizi hilo. Lakini kwa wazee wa mila, hili si jambo la mzaha. Wanasema mambo ya kiroho hayawezi kupimwa kwa macho. Jiwe hili lina nguvu ya ajabu na si kila mtu anayeweza kuielewa. Leo hii jiwe la Nzambani limebadilika kutoka kuwa kitovu cha utalii katika eneo la mashariki mwa Kenya. Halmashauri ya kaunti ya Kitui imewekeza katika kuboresha mazingira ya jiwe hilo kwa kujenga ngazi za kupanda hadi kileleni na kuimarisha usalama kwa wageni. Kwa wale wanaopanda hadi juu ya jiwe hilo, zawadi yao ni mandhari ya kupendeza isiyo na kifani. Kutoka juu unaweza kuona misitu, vijiji, mashamba ya maharagwe na maembe na mito inayopenya kwa utulivu kupitia vilima vya mbali. Wenyeji pia hunufaika kupitia biashara ndogo ndogo, uuzaji wa vinywaji, vyakula, vinyago vya mbao, mapambano ya shanga na hudumu za uongozi wa watalii. Watoto wa shule hufika hapa kwa ziara ya kielimu, wakijifunza tu si kuhusu jiwe lenyewe, bali pia kuhusu masuala ya jiolojia, historia na umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Katika historia ya nchi ya Kenya, jiwe la Nzambani limekuwa pia sehemu ya utambulisho wa Kitui. Lina nembo ya urithi wa Ukambani, ishara ya asili ya uzalendo wa jamii ya Wakamba kwa ardhi yao. Watunzi wa nyimbo, washairi na wasanii wa picha wamewahi kulitumia kama ishara ya udumu, ushujaa na siri ya mila. Kwa wengine ni sehemu ya kutafakari, mahali pa utulivu ambapo mtu huweza kwenda
kutafakari maisha yake. Jiwe la Nzambani si tu kivutio cha watalii, ni urithi, ni hekaya, ni kumbukumbu ya muda usiopimika. Katika enzi hizi za maendeleo na mabadiliko ya tabia nchi, ni jukumu letu kama Wakenya na kama wanadamu kulihifadhi jiwe hili. Tusikubali historia na uzuri wa kipekee kama huu kupotea, kwa sababu tutawajibika kwetu. Tuendelee kulitembelea, kulipenda, kulihifadhi na kulisimulia, maana jiwe la Nzambani si tu la Kitui, ni la Kenya nzima. Hii imekuwa ni simulizi ya jiwe la Nzambani, jiwe la ajabu lenye historia, imani na uzito wa kizazi kwa kizazi. Kwa jina la urithi wetu, tuendelee kulitunza. Jina langu Elijah Mukande.